Siwezi nikakaa nikaukalia kimya uovu popote utakapotokezea. Haijalishi nchi yangu au sio nchi yangu, haijalishi nchi ambayo nimeishi au sijaishi, lakini siwezi kukalia kimya. Lakini nataka ni pointi Zanzibar. Hao wanaosema kwamba 99.9 ni Waislamu, mtu asijakakaa akasema maneno kama haya, kwa sababu mimi naona 99.9 ni ufisqa tu. Yani kiasi cha kwamba wema hata huonekani, na mbaya zaidi hatuwaoni waamrishaji mema na wakatazaji maovu, hasa kipindi cha sasa hivi. Tumekaa kimya kama kwamba tumekata tamaa. Watu wanakaa wanafanyana vitendo vya kaumu Luti, mwanaume kwa mwanaume, wala watu hawajali, na ya mambo yanauma katika mioyo yetu. Watu wanakaa wanafanyana zinaa kama kwamba ni wanyama, halafu tunaita eti Zanzibar ni Uislamu mwingi. Uislamu gani? Kwa Uislamu kama huu ndo utapata pepo? Uislamu kama huu ndo utapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu wa Kiislamu, tujiangalie sana. Unajua tumekaa kimya sisi waamrishaji mema na wakatazaji maovu, tumekuwa ni wachache sana katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Iko wapi ile nguvu ya Uislamu? Upo wapi waamrishaji mema na wakatazaji maovu? Tumekaa kimya na maasi yanayofanyika. Maasi yamekuwa mengi kuliko wao waamrishaji mema. Ndugu zangu wa Kiislamu, kuamrisha mema na kukataza maovu haijalishi shekhe wala sio shekhe. Hii ni kila mtu. Ukishauona uovu basi unatakiwa ukataze. Maraa minkum munkaran, Mtume ndo anasema maraa minkum munkaran, mwenye kuona uovu wowote. Hapa hajatajwa shekhe. Yoyote atakayeuona uovu falyughayyirhu biyadihi, kwanza aanze kuondoa kwa mkono wake. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, akiwa hawezi kuondoa kwa mkono wake, anahofia madhara, basi auondoe kwa ulimi wake, aongee. Kwenye mabustani wanafanyana vitendo vya kaumu Luti, na watu wanashuhudia haya mambo, kisha wanakaa wanayatasahali yale mambo, wanayapuuzia. Hii ni aibu kwenu nyinyi, hii ni aibu kwenu nyinyi. Sio aibu kwenu nyinyi, hata aibu kwetu sisi, wala si aibu kwa nchi fulani, bali ni aibu kwa Uislamu kamili. Wewe kama Muislamu unatakiwa uumie kwa jambo kama hili, wala usichekelee.